Bwana, movie inaanza na huyu mama mjamzito bwana akaita bodaboda akamueleza sehemu anayoenda. Bodaboda akasema huko utalipa 300 naira. Mama akasema jamani, mimi niko na 200 tu alafu sifiki huko mwisho kabisa. Boda akasema basi utanipa shilingi 250. Mama akasema kakaangu, ningekuwa na hiyo hela ningekupatia, lakini nina shilingi 200 tu. Boda akasema sawa, nitakufanyia hivyo kwa sababu ya hali yako ya ujauzito. Panda twende. Mama akapanda kwenye bodaboda kisha safari ikaanza. Sasa kufika mbele pikipiki kazima. Mama akamuuliza shida nini tena? Mshikaji akasema itakuwa wesi limekata, hebu shuka nikague tenki. Mama ikabidi ashuke pale, mshikaji akawa anakagua tenki. Lakini mara akawaita wasiojulikana kwa ishara bana. Wakamfuata hadi yule mama alipo. Akamwambia mama, tulia, ukitikisika tu nakufa. Binti mmoja msela akamuuliza Maza, una mimba wewe? Maza akaitikia. Sasa bodaboda akasema wewe wafate tu anachotaka kwa manufaa yako. Wakaondoka bana, na yule mama mjamzito wa watu akamuingiza kwenye mjumba fulani kisha wakamlaza chini. Huwezi kuamini walichokuwa anataka kumfanya. Wakachukua kisu na kuchana tumbo na kumchukua mtoto na kumweka kwenye mfuko kisha wakasepa na kuacha ule mwili pale. Ndio kwanza tumeanza. Hatari. Bwana, mimi naitwa Kingson, na kama ni mara yako ya kwanza kutana na hii channel, jambo la muhimu tu ni wewe kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Kama umeshafanya hivyo, basi asante sana, wewe ni mwanafamilia mzuri sana. Karibu sana katika movie kwa Kiswahili, na hii ni Kingson Official. Kwa upande mwingine tunakutana na mtu na mwenye nyumba wake bwana. Unaambiwa huyu jamaa mwenye taulo anadaiwa kodi ya miezi 10 lakini hataki kutoa hela ya watu. Alafu anajikuta mbabe mpaka anamtukana mwenye nyumba. Mwenye nyumba anasema nakwambia wewe kodi yangu utatoa. Mshikaji naye anasema na mimi nakwambia stoi, tuone utanifanya nini. Kijumba chenyewe cha ulisi hiki umeachiwa na mababu na mababu yako na babu yako ndo alikuachia babu yako akamwachia babu yake, alafu unakuja kututishia sisi. Achana na sisi, achana kabisa na sisi, acha tamaa zako mzee, acha tamaa, nitakulipua. Mwenye nyumba naye akasema nitakuonyesha wewe. Mzee jamaa akasema wewe utanionyesha nini wewe, nenda zako bwana, vitisho vyako mimi nishavizoea. Mwenye nyumba gani unakuwa na tamaa kama nini? Mwenye nyumba akasema sawa, nitakuonyesha, labda mimi sio Jimmy Manyumba, nakwambia mpuuzi, nitakuonyesha. Unaambiwa mwenye nyumba alikwenda akarudi na juju akalitegesha mlangoni. Si mgumu sana kulipa vya watu bwana, halafu utake kujenga vyako, halafu vya wenzio utake kutoa. Kwani wale waliosema cha mtu nini, kwani walikuwa wanamaanisha nini? Sasa mwamba katoka kuoga, ile anaingia tu anafika mlangoni kikampata cha mwenye nyumba. Kuingia ndani mzee akuomba hata maji, alikufa pale pale na ubabe wake. Kwa upande mwingine tunakutana na huyu mchungaji anaitwa Pastor Lazarus. Amekuja muumini na matatizo yake, anamsimulia mchungaji. Anasema mchungaji, naogopa sana, kila nikilala naota ndoto za ajabu ajabu, naota kama nachukuliwa hivi na ulimwengu wa kiza. Mchungaji, naomba unisaidie. Eti mchungaji, wananitaka, wananivuta kila nikilala. Mchungaji akasema hebu nisikilize, Biblia inatuambia katika kitabu cha Efeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka juu ya wakuu wa giza. Na inatuambia pia kwenye Yohana 10:10 kwamba ibilisi huja kuiba na kuharibu, lakini Yesu amekuja kutupa uzima. Kwa hiyo hutakufa, hutaangamizwa, amini na kukwambia kwamba utaishi. Unaambia mchungaji alimtia sana moyo bidada na kumuombea pale. Sasa tukiachana na mchungaji, kuna huyu mwamba ni chifu. Nakwambia chifu kajiokotea kidada fulani poa hivi, kaja nacho guest. Kufika anatoa nguo, bidada akasema we baba, pesa kwanza kabla ya huduma. Chifu akasema pesa tu? Mbona hilo kwangu halina shida, unataka shilingi ngapi? Bidada akasema nahitaji naira 5,000. Chifu akasema pesa sio tatizo kwangu bana. Chifu akampa naira 10,000 badala ya naira 5,000. Nakwambia bidada alifurahi kinoma, akamwambia chifu, hebu niambie unataka tuanze na style gani? Tuanze chuma cha kavu au popo kanyia mbingu au kwa shako au dondola style? Niambie tuanze na style gani? Unaambiwa kaona pesa tu kachanganyikiwa. Chifu akasema tuliza munkali, tulia, nitachagua tu mwenyewe. Nakwambia chief akapunguza uzito kwanza, huko bidada anasema we chief, kumbe nilikuwa sija kuona wewe ni handsome jamani, unaonekana wewe ni mtamu sana. Taratibu. Chifu akasema taratibu, nataka tu kwanza uanze na hiki. Yani chifu anataka bidada alambe kidonda chake. Bidada akasema we chifu, hebu acha utani. Yani kwa sababu ya naira yako 10,000 unataka mimi nilambe kidonda lako ndugu hilo? Wewe hivi unanionaje mimi? Unaniona mimi mjinga? Hebu nitolee ujinga wako hapa. Chifu akasema we tulia, calm down chifu,
ana surprise nyingi kwa ajili yako. Bidada akasema yani Stella, mimi nitaona mengi. Nitaona mengi mimi jamani. Ila sikulaumu wewe baba, sikulaumu wewe mzee. Unaambiwa chifu alitoa bunduki akamwambia tayari umeshalipwa kwa huduma. Mama, fanya kazi yako, nipe raha. Bidada akasema tusifikie huko chifu wewe. Tusifikie huko chifu wewe baba. Mbona hayo mambo yanaongeleka tu, kulamba tu kidonda. Chifu akasema lamba au ufe. Unaambiwa bidada alilamba bana. Alilamba mdonda mbele ya bunduki tena, yani kidonda ambacho kinatoa na wadudu. Alikuwa analamba. Chifu huko anajisikia raha, anajisikia safi kabisa, anajisikia raha. Bidada baada ya huduma njiani, mara akasikia tumbo linamuuma bana, tena linakata balaa mpaka akafariki. Akafika kuzimu. Lucifer akasema karibu mwanangu kwenye ufalme wa vitisho, dhiki na mateso. Nakwambia walimtupa kwenye moto. Bidada akawa anavuna alichokipanda. Leo mchungaji yuko anahubiri bana, anahubiria walevi. Nakwambia wanasema amen, huku wanashusha vyombo. Wanashusha vyombo taratibu. Ujue ni wachungaji wachache sana sasa hivi wakute wanahubiri kwenye sehemu kama hizi, kwenye mabaa mitaani. Mwisho wa siku hawa ndio Mungu anawabariki, wanakuja kuitwa eti Freemason. Nyie kuna watu wanaanzia mbali sana kama hawa eti. Yani injili inakufikia sasa hivi popote. Yani siku ukifa sijui utajiteteaje, kwa sababu injili inakufikia popote ulipo, lakini hutasikia, usikii, unajifanya uelewi. Haya bwana. Sasa mchungaji anaendelea na mahubiri, kumbe huku kuzimu Lucifer anamtazama yeye na timu yake. Nakwambia kitendo kile kilimchukiza sana Lucifer. Akamteua mmoja wa malaika wake, akamwambia na kutuma duniani, nenda kalitangaza jina langu, tumia pesa na miujiza, wadanganye wanadamu na walete kwenye ulimwengu wangu. Nenda ukahubiri jina langu kupitia mgongo wa kanisa, niletee watu wangu, nenda kaniletee watu wangu, nenda kaniletee. Unaambiwa mwamba alibarikiwa na kupewa nguvu tayari kuja duniani. Kwa upande mwingine tunakutana na hawa jamaa. Huyu mmoja ni agent aliyetuma kutoka huko kuzimu. Kazi yake ni kuhakikisha huyu jamaa kuwa anakula wanaume, yani anakula wanaume wenzake, kuhakikisha anawatoa kabisa kwenye vikao vya wanaume. Kwa hiyo wazee, kweni makini. Baada ya kumaliza jambo lake, anakupa na nembo kabisa kwamba wewe ni mwanachama wao, unakuwa yani huko miongoni wao, wanaume tu yani, na si wanaume tu, hadi wanawake. Kuna huyu pia ambaye anatoka kuzimu, kazi yake ni kuwasaga wanawake wenzie. Yani hizi ndizo nyakati ambazo walisemaga wazee kwamba zitakuja, na hizi ndizo ambazo mpaka leo zinafanyika. Yani hivi vitu ambavyo vinafanyika hapa vipo kweli, eti sio uongo, vipo katika jamii yetu. Sasa leo mwamba yuko na mshikaji mwingine anamsaundisha ili amtoe kwenye vikao vyetu vya wanaume. Sasa kwa bahati nzuri mchungaji akatokea, akawakuta bana, akaanza kuwahubiria neno pale. Mchungaji anasema, mimi naitwa Pastor Lazarus, nimekuja kuwapa maneno ya Mungu. Ajenti akasema, samahani tuko busy sana, kwa hiyo hatuko tayari kukusikiliza. Mchungaji akasema, naheshimu, lakini ungenisikiliza kwanza, maana mtafaidika kama mkisikiliza na kuamini maneno ya Mungu. Jamaa mmoja akasimama akasema, mchungaji, mimi niko busy sana, niko na mishe yangu kibao, kwa hiyo tutaonana wakati mwingine. Mchungaji akasema, huu ndio muda sahihi, kesho huwezi jua kama utakuwepo, kesho unaweza ukachelewa eti. Agent akasimama na kukazia kwamba wana mambo yao mengi sana, kwa hiyo aachane nao kabisa. Kama kutafuta watu wakatafuta watu wengine. Wakaona kama mchungaji analetea mambo meusi, kabidi waondoke bwana, akamwacha mchungaji akishangaa. Sasa wamba wako njiani, yule agent wa kuzimu kutoka huko kwa shetani akampiga juu mwamba. Wakati anavuka barabara, gari kampitia bana. Ndio maana mchungaji alimwambia huyo mshikaji, muda ni huu, muda sahihi ni huu wa kubadilika, wa kutubu. Yani ni kama vile mchungaji alijua tatizo litalokuja kumpata huyo mshikaji baadaye. Sasa yule mtu wa kuzimu akaita nafsi yake mshikaji na kuipeleka kuzimu. Wazee, tujiandae sana, mabaya hapo ulimwenguni mengi sana. Kama ujue msikiti wala kanisa, sijui utakuwa mgeni wa nani. Sasa kuna mama mjamzito alikuwa anaingia zake kwenye gari, mara ghafla akawa kama vile amepigwa shoti fulani hivi, akawa mara ghafla anajisikia uchungu. Kwa bahati nzuri akatokea mtu na kumpa msaada, akapelekwa hospitali. Baadaye akaja mume wake baada ya kupewa taarifa kuwa mke wake amepatwa na uchungu, kwa hiyo yuko hospitali. Akafika pale na kumuulizia nesi, akamwambia mke wako anafanyiwa operation, anafanyiwa huduma, kwa hiyo nenda akakae pale umsubirie. Huko madaktari wanajitahidi sana kumsaidia yule mama. Bahati nzuri wakamsaidia, wakabahatika kumsaidia yule mama akajifungua, lakini kwa bahati mbaya akafariki dunia. Sasa nesi mmoja akawa anamcheki vizuri yule mtoto, si akaona kama vile mtoto ana mapembe, yani mtoto ana mapembe kama shetani, akazani labda anaota hivi, kucheki vizuri akuamini mpaka akazima.
sio poa. Mtoto anazaliwa na mapembe, unawezaje kukaa hapo? Si maajabu ya dunia hayo. Sasa miaka 8 baadaye huko kupita, mtoto amekuwa bana, ndio huyo, ila tabia yake inatushangaza. Hapo yuko anacheza na kichaa, akatokea mwamba mmoja akawa anamfokea dogo, anamwambia hebu muache bwana kichaa, mbona unamsumbua? Dogo akamwambia kwani wewe nakuhusu nini? Wewe shida yako nini? Hebu achana na mimi bwana. Mshikaji akasema ni wao kunijibu hivyo mimi? Kujibu huyu kama anataka kumpiga dogo hivi, dogo naye akamwaya akampiga bonge la mbao, yani alipigwa mbao mmoja hiyo ambao mpaka ule mbao kamtoa damu mshikaji. Wazee balaa, watoto wakaja pale kuangalia mshikaji anatoka damu, ikabidi wasepe tu kwa kuogopa bwana. Mshikaji akaenda akamuita mama yake, lakini akaenda kusema kwa mama bwana. Mama wakaja mbio hadi kwa wazazi wadogo. Mama akasema unamuona mtoto wako alichomfanya mwanangu, yani amempiga mwanangu hadi damu. Mzee akasema shida ni nini? Yani mtoto wangu ndio kafanya hivi. Mama akasema kwa hiyo uamini, hebu muite mwanao na umuulize. Ikabidi dogo aitwe bwana. Dogo naye kuulizwa akasema ndio mimi ndo nimefanya hivyo. Aisee, mzee alikasirika sana. Akamwambia kwamba yule mama, naomba msamee sana mimi kwa niaba ya mwanangu, lakini naomba umpeleke hospitali, nitalipia gharama zote za matibabu. Mama akasema sawa, lakini bali litakalompata mwanangu sitakubali hata kidogo. Kisha mwamba na mama yake wakaondoka. Sasa dingi akamleta ndani dogo ili amwadhibu. Akachukua fimbo kisha akamwambia itamvua haraka. Dogo kabunda tu, hataki kumuelewa mzee wake. Mzee akarudia tena na kuambia nyosha mikono juu itamvua. Dogo hataki kusikia. Dogo anamwangalia tu mzee kama vile asikia anachosema. Mzee kwa hasira akanyanyua fimbo ili amchape. Sasa ile anataka kumchapa mara kaganda mzee, kaganda. Kila akijitahidi kushusha mikono haishuki. Kila akijitahidi kushusha mzee haishushi. Kumbe dogo ndio kamgandisha mzee bana. Ghafla dogo akabadilika na kuwa shetani mwenye mapembe. Mzee akaona ikabidi asepe, akazani kwamba amemkimbia, lakini mara dogo akatokea na kumpiga kombola mzee pale pale, akapoteza maisha. Kisha dogo akapotea. Leo dogo kibwengo kawachukua watoto, anachofanya anakula chakula pamoja nao kwa kutumia kijiko kimoja na sahani moja, alafu kama vile anawapiga hivi juju. Lakini ghafla pasta akaingia bana, akawatoa wale watoto, kisha akabaki na dogo. Akabaki na dogo kibwengo. Mchungaji akasema nakujua wewe ni nani, shimo lako ni kuzimu, unachopanga utafanikiwa kwa jina la Yesu. Dogo akasema mchungaji, uweze kufanikiwa hata kidogo, uweze kufanikiwa. Mchungaji akainua mkono juu akashusha maombi, dogo naye akanyanyua mikono yake akashusha ya kombola lake na kumpiga mchungaji. Mchungaji akayumba kidogo, akakusanya tena nguvu kwa mara nyingine, huku dogo naye anakusanya la kwake kwa mara nyingine ili amshushe kabisa, muumiza, muue kabisa mchungaji. Mchungaji akaita nguvu za Mungu kutoka mbinguni na kwambia akamshushia dogo. Dogo akapoteza pale pale na kupotea kabisa mazima. Bahati nzuri kwa kuwa mchungaji alipigwa kombola la kwanza alikuwa kidogo hayuko vizuri, kwa hiyo msaidizi wake akaja na kumbeba na kumpeleka ndani. Sehemu ya kwanza ya mzigo huu kwa imeishia hapa. Bado chuma ni cha moto sana. Kumbuka kuna mchungaji kutoka kuzimu ametumwa kuja duniani. Bado tujaona kazi ya yule jamaa anayelambisha wasichana vidonda, na kuna huyu mwamba anayetumwa kuwaleftisha wanaume. Nini kitafuata? Je, nini kitawakuta? Bwana, hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tunaileta hivi karibuni. Usitoke kwenye screen yako. Mimi naitwa Kingson, tukutane tena sehemu ya pili. Bye. Kwa sauti kali yenye vibe tunazifupisha stories za movie zenye asili ya kuelimisha kutoka lugha yao kuja lugha yetu ya Kiswahili. Wewe shena wana like na wana 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 usitoke kwe tulia na Kingzoni usitoke kwe tulia na Kingzoni tulia na Kingzoni usitoke kwe tulia na Kingzoni kwa sauti kali yenye vibe tunazifupisha stories za movie zenye azi ya kuelimisha kutoka lugha yao kuja lugha yetu